Tumsifu Yesu Kristo. Iko na mistari mingine mingi inayothibitisha kwamba tukikaa chini kulisikiliza neno hatutatoka bure. Moja ya changamoto kubwa, mimi nilikuwa nimeumizwa na baadhi ya mambo. Mojawapo nilichokuwa kimeumizwa, kuna parokia ya kijijini nilimtumikia Mungu huko, halafu ikatokea hatukuelewana vizuri na uongozi wa kanisa. Kwa hiyo mimi nikahisi kama nimeonelewa, lakini nikarudi nyuma kidogo. Nilishataka kwenda utawani, nikanyimwa. Kuna vitu nilihisi kama sikutendewa haki, halafu nikarudi nyuma kidogo tena, nimekuwa katekista tena, nimetendewa kama kutokutendewa haki fulani, nikahifeel hivyo. Nilikuwa nikifika pale kipengele kinachosema utusamehe kama sisi tunavyosamehe, hicho misisali hiyo. Baba yetu mimi tulikuwa tumeachana, Baba yetu uliye mbinguni, tunaenda yote, ikifika pale utusamehe kama, hiyo sisali. Kwa sababu sitaki kumdanganya Mungu, mimi sijasamehe. Hicho kipengele nilikuwa naluka. Sasa tulipokutana na hii, na mimi nikakubali kusamehe. Haikuwa rahisi, lakini ilibidi nisafiri kutoka Dar es Salaam nirudi kijijini kwetu niende nikasameheane kule, kwa sababu yule mwalimu aliyetufundisha somo la msamaha alisema usiseme kwa barua kama unaweza kufika. Akasema, mnakumbuka kipengele Yesu anasema iweni na akili kama nyoka. Anasema watoto wa kipagani wanaweza kufuata mganga Sumbawanga, Tanga kwa gharama. Sisi Wakristo mambo ya kiroho hatuko tayari kugharimia. Kwa ile pointi mimi niliingia, nikasema nitasafiri kwa ajili ya msamaha, na nikasafiri niende kusema nimesamehe, lakini pia nikaombe msamaha. Nimegundua kusamehe ni rahisi, pamoja na kwamba kuna watu wanaona kusamehe ni shida. Naomba nikuhakikishie kusamehe ni rahisi, kwa sababu wewe unamsamehe aliyekukosea. Aliyekukosea ndo anaona tabu. Kuomba msamaha ni mtihani sana. Ndio maana wanaume wengi wa Kihehe kuliko aombe msamaha, amechelewa kurudi au amelala nje ya ndoa, anakuja kesho anabeba kitenge, ananunua kilo 2 za nyama, yani alafu anasema yaishe basi. Yani kuomba msamaha ni unyonge. Kuna makabila 4, kuomba msamaha ni tabu sana. Wanaume wa Kichaga, wanaume wa Kihehe, wanaume wa Bukoba, wanaume wa Kimasai. Kuomba msamaha ni kazi ngumu sana. Ingawa juzi nimesikia na Wakuria, sina uhakika, wanasema wanaume wa Kikuria kuomba msamaha ni mtihani sana, mtihani mkubwa, ila mimi sina uhakika na Wakuria. Wahehe nina uhakika. Watu wa Mungu, nisikilize, na Mungu Roho Mtakatifu atusaidie. Niliporudi nyumbani kuomba msamaha, faida niliyopata ni kubwa mara 1000. Ya kwanza, nilienda ofisini kwa paroko, nikaomba msamaha kwa paroko. Paroko akasema, katekista, kwanza mimi hata sikumbuki. Niliondoka moyo una shida, inasema hata sikumbuki tena, labda hata mimi naweza kuwa nimekukosea, tusameheane. Nilikuwa nalia na yeye akaanza kulia. Sasa nilijiuliza, ameelewa ninachosema? Yeye alikuwa mnene, analia na sauti kubwa, mimi nilikuwa nimekonda, analia na sauti kadogo. Tulikumbatiana, nikamwambia, Father, nataka kuomba msamaha parokia, kwa kuwa nilikuwa katekista kiongozi kwa parokia. Akasema hakuna shida, kesho hubiri we mwenyewe. Ukimaliza kuhubiri, muda wa maombi nitakuita uje pale, ombi la mwisho baada ya maombi yote, uje pale utoe ombi lako. Nikaipenda hiyo. Mimi kwa kweli kabisa nilikuwa nimekuja mapema, lakini unajua nimekonda, watu hawanikumbuki. Wakati padri ananiita, ndio watu wengi walishangaa kwamba nipo. Leo namwachia katekista, alikaa nasi, mnamfahamu, aje hapa ashirikishe neno. Somo la siku ile lilikuwa zuri, I remember that.
na mimi nyumbani nilikuwa nimesindikizwa na ndugu zangu pia ambao wanakuja kushiriki msamaha huu. Mmoja wapo alikuwa kaka yetu mkubwa, firstborn wetu, na yeye alikuwa na cha kwake, lakini yeye hakujua kwamba anahitaji kusamehe na kuomba msamaha. So nilifundisha kutokana na Injili ya Yohana sura ya 3, Yesu akiinuliwa juu atawavuta wote kwake. Ilikuwa kitu kizuri sana. Nilifundisha pale kama nyoka wa shaba. Ilikuwa jambo zuri sana ndugu yangu. Ilipofika muda wa maombi, padri akasema katekista ana neno. Nikaja mbele, akasema tunaweka muda wa maombi kwa sababu ana ombi. Mimi nikapiga magoti kuwaelekea waumini, nikawaambia naomba mnisamehe kwa namna nilivyoondoka, kwa namna nilivyoacha ukatekista, niliwavunja moyo. Na kwa kweli tena Mungu akanipa neema ya kuwa kwenye kulia pale, tukalia wote. Masista wakatembea kwa mguu kutoka mwisho wanapokaa, wakaja altareni. Mimi nilijua wanakuja kwangu, wakanipita, wakaenda kwa paroko. Kumbe tangu niliondoka niliacha mpasuko, nao wanasameheana na paroko, waamini wanasameheana na masista na paroko. Siku ile kanisa lilitulia kwa muda, misa ikawa ndefu. Shike jirani yako mkono, mwambie samehe hata kuponya wengine. We mwambie hivyo kabisa. Kuna watu waliitana ni wachawi, walisameheana mle ndani ya kanisa. Misa ile ikawa tamu tamu, waamini wenzangu. Nini kilifuata baada ya hapo? Nilimtafuta mtu mmoja mmoja niliyohitaji kumwomba msamaha au kumsamehe. Nimejifunza kitu, unisikilize. Ndio nilirudi sasa kwenda kuungama baada ya kuwa nimesameheana na wenzangu. Nimeamua kumfuata Yesu, nimeamua kumfuata Yesu, nimeamua kumfuata Yesu, nyuma sitarudi, sitarudi, nyuma sitarudi, sitarudi. Msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma, sitarudi, sitarudi, nyuma sitarudi, sitarudi.